Nikiwa na imani mpenzi msikilizaji, siku ya leo umeweza kushinda salama salimini, tukiwa ni tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2025. Karibu katika habari za Guragura Media, langu jina Naeza Junior, sauti ya nyikani. Moja kwa moja tukianza na habari za uchaguzi za IEBC. IEBC sasa yaalika Gen Z kujisajili kama wapiga kura kuanzia Jumatatu. Tume huru ya uchaguzi na mpaka IEBC inaanza rasmi zoezi la usajili wa wapiga kura kesho Septemba 29, hatua ambayo huenda ikabadilisha mwelekeo wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. IEBC imetangaza kuwa inalenga kusajili wapiga kura wapya wasiopungua milioni 6.3, wengi wao wakiwa vijana waliohitimu umri wa miaka 18 karibuni. Bwana Ethicon alisema zoezi hilo itawalenga zaidi vijana wa kizazi cha Gen Z, ambao wachambuzi wa kisiasa wanasema wanaweza kuwa na ushawishi mkubwa iwapo watajitokeza kwa wingi kusajiliwa na kupiga kura. Profesa Tom wa chuo kikuu cha Turkana alisema ikiwa vijana watajitokeza kwa wingi kujiandikisha na kupiga kura mwaka wa 2027, wataamua nani atakuwa rais wa 6 wa Kenya. Hii itakuwa mara ya kwanza uchaguzi ukishindwa kwa msingi ya kisasi, si ukabila, alisema. Tukiachana na habari hizo na kuweza kuangazia habari zingine kuhusu dini. Shakahola wakuu wa Chakama wadai serikali ilipuuza ovyo shirika mitandaoni ya kijamii miili iliyofukuliwa Shakahola, ambapo wengi wa waathiriwa walikuwa watoto. Mumburi Paul Mackenzie amehusishwa na vivyo hivyo. Wakurugenzi wa kampuni ya Chakama Ranching Company Limited wameambia mahakama ya Shanzu kuwa mauaji ya kutisha ya Shakahola, ambapo zaidi ya watu 450 walifariki dunia, yangepukika iwapo polisi na maafisa utawala wangekuwa makini na kuchukua hatua kwa wakati. Mwenyekiti wa kampeni hiyo Bwana Daniel na katibu wa kamati maalum ya muda Bwana Alfred waliambia hakimu kule ya Juma kuwa waliripoti uvamizi wa hadhi ya mapema mwaka 2021, lakini ripoti hizo zilipuuzwa na maafisa wa serikali. Malalamishi haya yaliwasilishwa katika kituo cha polisi cha Lango Mbaya. Basi mpenzi msikilizaji, na tukiachana na habari hizo na kuangazia habari zingine kuhusu aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Sonko apokea tuzo la kimataifa. Sonko apokea tuzo la kimataifa kwa kusaidia maskini. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ametunikiwa tuzo 3 za heshima za kimataifa, zikiwemo shahada ya heshima ya uzamifu katika uongozi na utawala bora kutokana na mchango wake katika maendeleo endelevu, kazi za kibinadamu na kijamii. Shahada hiyo ilitolewa na chuo kikuu cha amani na utawala bora cha American University of Peace and Governance, kutambua mchango wake katika sekta ya maendeleo na juhudi zake za kusaidia jamii. Bali na shahada hiyo, Baraza Kuu la Umoja wa Kimataifa wa Amani na Utawala Bora lilimtunuku Sonko tuzo ya ubora na uongozi kutokana na uongozi wake wa mageuzi, uzalendo na juhudi zake katika kukuza utawala bora. Sonko pia alipewa heshima nyingine kupitia mpango na uongozi wa Jewel Award, mpango unaoendeshwa na aliyekuwa makamu wa rais wa Liberia. Hadi hapo tukipikia tamati, hadi siku ya kesho tukipatana tena ndani ya studio ya Gwiragwira katika upande wa YouTube, Facebook, TikTok, IG na X. Utaniita Naeza Junior, sauti ya nyikani.